mpaka muda gari inasimama na dereva kutoka nje ya gari na sisi wengine wote tulikuwa ndani ya gari. Bado kwa upande wangu nilikuwa nimefunikwa kwa kitambaa cheusi, lakini bado mkononi nilikuwa nimeshika ule mfuko ambao nilikuwa nimekabidhiwa na bosi kipindi natoka jijini Dar es Salaam. Walinishika mkono na kunipeleka moja kwa moja mpaka mahali ambapo kwa muda ule sikuwa najua, lakini nilikuwa nahisi tutakuwa tunaingia katika sehemu fulani. Baada ya kufika ndani, nilisikia sauti ya mtu mmoja akisema kwamba mkalishe chini. Nilikalishwa kwenye sakafu. Baada ya kukalishwa kwenye sakafu, nilisikia pia wakizungumza kwamba ameshafika. Mmoja akamjibu kwamba tayari alikuwa yuko ndani mmoja wao, lakini wengine walikuwa wanamsubiri na alisema atawasili dakika chache zinazofuata. Wakati huo wamenikalisha chini, bado nilikuwa nimeshika ule mfuko ambao nilikuwa nimekabidhiwa na bosi, ambao ndio ulikuwa mzigo niliotakiwa kuwasilisha eneo hilo ambalo nilijua tu ni mkoa wa Morogoro, lakini sikujua ni katika mahali gani. Baada ya dakika kama 3-2 waliuchukua ule mfuko kisha wakaondoka, na mmoja wapo akanifungua kile kitambaa ambacho walikuwa wamenifunga pamoja na ule mfuko ambao ulikuwa umefunikwa. Nikaanza kuona kilichokuwa kinaendelea. Nilikuwa ndani ya nyumba ambayo ilikuwa inapendeza na inaonekana ni nyumba ya kifahari kweli kweli, lakini nilikuwa nimekalishwa kwenye sakafu, na ikumbukwe nililetwa pale nikiwa nimefunikwa kitambaa ili nisijue na kuona kilichokuwa kinaendelea. Lakini kitu cha kushangaza, ilionekana ni kama hospitali, kwa sababu kuna watu walikuwa wanapitishwa wakiwa wamefunikwa, wamelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa, na wakati huo watu ambao walikuwa wakisukuma kwenye viti au kwenye vitanda walikuwa